nguvu iliyoko kwenye mikono yako katika maendeleo ya kiuchumi. Fungua Kumbukumbu la Torati sura ya 28, tutaenda mstari wa 12, alafu tutaenda Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 11. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Actually hii tunasema hii ni sura ya baraka na laana. Baraka na laana tunaanza kuziona baraka za Mungu akiwa anazitaja nyingi sana. Anasema atakubariki mjini, utakuwa kichwa, utakuwa juu, utakuwa wapi. Ni mstari wa baraka na laana. Mstari wa baraka na laana. Mstari wa 12. Haya, anasema hivi: atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Anasema na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Na kubarikia kazi yote ya mkono wako. Anasema nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana sifiwe. Atatupa hazina yake iliyo nzuri, ataachilia mvua. Mvua wakati mwingine haimaanishi hii mvua ya kimwili, maji. Wakati mwingine anamaanisha mawazo ya kimungu. Mbingu, mawazo yanatoka juu. Kwenye Malaki sura ya 3 mstari ule wa 10 amesema hivi: nitakufungulia madirisha ya mbinguni. Anaposema madirisha ya mbinguni, anamaanisha ni vyanzo vya kiuchumi. Si kwamba ni madirisha kwamba utaona madirisha sasa yanafunguka ndio unaona mbingu zile. Hapana, anamaanisha vyanzo vya nini? Vya kiuchumi. Nitakufungulia madirisha ya mbinguni, akiwa anamaanisha vyanzo vya nini? Vya kiuchumi. Sasa amezungumza akasema hivi: Bwana atabarikia kazi ya mikono yako. Kazi ya mikono yako ataibariki. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuna siri kubwa kwenye mikono. Hii mikono unayoiona ipo siri kubwa. Haleluya. Mtu unaweza ukafanana naye macho, unaweza ukafanana naye pua, unaweza ukafanana naye mdomo, lakini mahali ambapo hauwezi kufanana na mtu yeyote kwenye hii dunia, hata kama ni twini wako au tunasema pacha wako wa kufanana naye, hamtakaa mfanana kwenye mkono. Hizi fingerprint kila mtu anazo za kwake. Bwana sifiwe sana. Ukienda kusign document, ukienda benki, ukienda TRA, sasa hivi watakwambia weka mikono yako. Tena sasa hivi wanachukua, zamani walikuwa wanachukua hicha. Wakafanya utafiti wakagundua hata hapa hizi hapa tofauti na mtu yeyote. Kwa hiyo kila mtu anayo ya kwake. Hakuna mtu anayeweza kugushi mikono ya mtu mwingine. Hayupo kwenye hii dunia. Kama walishachukua zile fingerprint za DNA zilizoko hapa, ni tofauti kabisa, hata kama ni pacha yule wa kufanana. Unajua siku moja nikawa nafikiria kwenye biology, pacha mnayefanana, wale mapacha wanaofanana wale pale, unajua wanatokana vipi? Ni mbegu moja imeingia, sawa, halafu inarudubisha lile yai, halafu kinatengenezeka kiumbe kimoja kinaitwa kizygote. Halafu kile kizygote kinaanza kugawanyika, kinatengeneza seli nyingi zinazohusika katika kutengeneza vitu mbalimbali vya mtu. Kwa mfano, kuna seli zinazotengeneza macho, zinazotengeneza mdomo, zinazotengeneza mikono, zinazotengeneza nywele. Sasa katika ule mwanzo kabisa, seli inapokuwa inagawanyika, inafika mahali inagawanyika, inakatika nusu katikati. Halafu inakuwa seli moja inayojitegemea, halafu na seli nyingine inayojitegemea, lakini zilikuwa ni moja, mbegu ni moja, na yai ilikuwa ni moja, na nucleus ilikuwa ni moja, ya baba na ya mama ilikuwa ni moja, na zikaungana. Lakini hiyo nucleus ikagawanyika mara mbili, ikigawanyika ikamalizika yote, ndio tunapata mapacha wanaofanana. Lakini baada ya kugawanyika, pamoja na kwamba ni mapacha wanaofanana, lakini wale watu fingerprint zao hazifanani. Watafanana macho, watafanana pua, watafanana kila kitu, umbo na kuzungumza kwao, lakini mikono never.
Kwa hiyo kuna siri sana kwenye mikono. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mtu ukisikia kwamba mtu ameibiwa nyota yake, nyota wanaichukua kwenye mikono yako. Kuna mtu akikwambia naomba mikono yako niangalie, leta. Akikuangalia tu hivi, atakwambia wewe una nyota kali sana. Wewe ni mtu wa tofauti sana. Wewe una baraka nyingi. Mikono, your hands. Bwana saidie sana. Haleluya watu wa Mungu. Jamani, mikono ni kitu cha ajabu sana. Kuna siri kubwa. Kwa nini Mungu akasema hivi, utaweka mikono juu ya ugonjwa na utapata afya? There is a secret. Haleluya. Nilikuwa najifunza. Wanasema hivi, ni kweli miili yetu yote, macho, midomo na nini, ina mlango mkubwa sana wa katika kuingia katika ulimwengu wa roho. Lakini anasema mikono yetu ndo lango kuu la sisi kuunganishwa na ulimwengu wa roho. Mikono yetu ni lango kuu la sisi kuunganishwa na nini? Na ulimwengu wa roho. Na ndio maana kuna mtu akinyosha tu mikono hivi, akianza kumwabudu Mungu, unashangaa nguvu za Mungu zinashuka. Unashangaa yule mtu anadondoka chini. Bwana saidie sana. Nguvu za Mungu zinashuka. Kwa tunapokuambia hata kwenye kuabudu, tukakwambia nyosha mikono yako juu, ni ishara ya kusalenda, ni ishara ya kuconnect wewe na ulimwengu wako wa nini? Wa roho wa Mungu. Mikono kuna kitu cha tofauti sana. Ndio maana akasema hivi, si kwamba nitakubariki wewe, nitabarikia kazi ya mikono yako. Ndio maana hupaswi kumwambia Mungu naomba unibariki. Mwambie Mungu naomba unibariki na kazi ya kufanya. Kazi ya kufanya. Kazi ya nini? Ya kufanya. Hata kama umeajiriwa. Kwa mfano, siri ya kuajiriwa ni hii. Siri ya kuajiriwa ni hii. Ukiwa umeajiriwa, ukimwomba Mungu, Baba bariki kazi ya mikono yangu, Mungu anabariki mwajiri wako. Yaani zile baraka unazoziomba zinaenda kwa mwajiri wako. Sababu pale ndo mikono yako inapofanyia kazi. Pale. Lakini sasa ukiwa na chanzo chako cha uchumi, pale ndo baraka zako zinaanza kupitia pale. Ndo baraka za Mungu zinaanza kupitia pale. Na ndo maana tukiwa tumeajiriwa, haupasi kuendelea kutegemea nini? Ajira. Au fanya ajira yako kuwa mbegu. Unapata kamtaji, halafu na wewe unafungua nini? Kitega uchumi chako. Hicho ndo utakuwa unamwambia Baba bariki kazi ya mikono yangu. Mungu atakuwa anakubariki. Utashangaa kazi ndo inakutunza zaidi kuliko hata ajira. Kabisa. Kazi ndo inakutunza. Sasa ambao tupo kwenye mishahara, tunajua hakuna mshahara unaofikia tarehe 30. Haupo. Haleluya. Haupo. Lakini kile chanzo cha uchumi ambacho unacho, ambacho ndo Mungu anaachilia, utashangaa ndo kinafanya nini? Kinatokea. Mimi kuna wakati ambapo namwambia Mungu, naomba nisaidie. Sasa hivi mshahara ushaisha. Kila kitu kishaisha. Alafu unashangaa kwenye kale kitega uchumi kwetu, ndo Mungu anapitisha pale baraka zetu. Unashangaa kwa siku zote 15 mshahara ushakata, ndo tunakula hapo, tunapata sadaka, tunapata kila kitu hapo. God, Mungu anatusaidia, lakini mshahara umeshinda kwa afford mambo yote haya. Kwa hiyo ndo siri ya kuajiriwa. Unapoomba Mungu, naomba unibariki, baraka zile zinaenda kwa nini? Kwa mwajiri wako. Sababu pale ndo unatendea kazi, pale ndo mikono yako inafanyia kazi. Lakini unapokuwa na kitega uchumi chako, ndo Mungu anapitisha baraka zake hapo. Hii ndo kazi ya mikono ya mwanangu. Kazi ya mikono ya mwanangu. Mungu alimwambia Ibrahimu, akamwambia nenda katika ile nchi, huko nitakubariki. Lakini Ibrahimu hakubweteka. Sasa mimi nimebarikiwa na Bwana, nitakaa. Alikuwa anafanya biashara ya dhahabu. Alikuwa anafanya biashara ya nini? Ya mifugo. Alikuwa anafuga, alikuwa ni mfugaji. Alikuwa ni mkulima. Alikuwa anafanya biashara ya maji. Anasema alichimba visima ambavyo vilikuwa vinahudumia ile kana yote. Ndio maana Ibrahimu alipokufa, Wafilisti walipoona kwamba vile visima vilikuwa vinamuingizia fedha nyingi sana, Ibrahimu wakavifukia. Isaka ndo akaja akavifukua. Soma Mwanzo 26 pale, utaona kuanzia mstari wa kwanza mpaka 12 pale. Anasema Isaka kaanza kuvifukua vile visima ambavyo baba yake alikuwa navyo. Hada sivesa. Ni visima vya Ibrahimu alivichimba, alikuwa anafanya kazi. Ndio maana kwenye Mwanzo 13 mstari wa ule wa pili anasema naye Ibrahimu alikuwa tajiri sana wa fedha, wa mifugo na dhahabu. Alikuwa tajiri mno. Mifugo na dhahabu, alikuwa ni mfugaji mzuri sana.
alikuwa anafuga, alikuwa na ngamia, alikuwa anasafirisha ndo zile ngamia. Hebu jaribu kuimagine kipindi kile wakati anamtuma Eleazari, yule manager wa uchumi wake, akamtuma akamwambia, nenda katika nchi yangu kanitafutie mke Isaka, mke wa Isaka. Anasema yule Eleazari alichukua watumishi 10 na ngamia 10. Na kipindi kile the means of transport ilikuwa ni ngamia na punda. Mtu aliyekuwa na ngamia ilikuwa ni sawasawa na gari kwa sasa hivi, daradara sasa hivi, zile ndio zilikuwa zinasafisha watu pamoja na mizigo. Aliyekuwa na ngamia alikuwa ni tajiri ambaye tunasema anamiliki usafiri kwa sasa hivi. Sasa mtu mfanya kazi tu anaenda na ngamia 10 na wafanya kazi 10. Can you imagine? Maana Ibrahimu he was well off, alikuwa anafanya kazi. Bwana saidia sana. Haleluya. Ndio maana mimi nilipoligundua hili, sitakuwa mchungaji ambaye nimebweteka ya kwamba nategemea tu kwamba nategemea msaada wa sadaka sijui nini, naangalia sadaka amna, hata siziangaliani. Bwana saidia sana. Ndio maana unaona mambo yanaenda hapa kanisani na hausumbuliwi. Utatoa sadaka yako, itatunzwa, itatumiwa vizuri, na tutafanyia maendeleo na utazidi kubarikiwa. Sasa itakuwa ni ajabu, unatoa sadaka yako, inafanya kazi hapa kanisani, kanisa linaendelea, hafu wewe hauendelei. Itakuwa ni kukosa nini? Maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Una maarifa ya kutoa lakini huna maarifa ya kuzalisha. Ndio maana sasa hivi vitu inapaswa tufanyaje? Tuvifundishe kanisani. Wewe uliokoka upate maarifa ya kuzalisha, upate maarifa ya kumanage fedha, ili upate kuwa na nini? Na neema ya uchumi. Usishie kutoa tu alafu maisha yako yamebakia pale pale. Kanisa linaendelea, linanunua vyombo, linanunua viwanja, tunajenga, tuna nini, lakini maisha yako ni hohe hai. Maisha yetu yamebakia pale pale, tuna struggle, tunateseka. Ni watu wa mlo mmoja, watu wa milo miwili kwa siku. Ule mlo mmoja kama umefunga. Bwana siweza. Si kwamba ukifunga uanze kuwaza nitafungulia nini leo. Hapana. Una everything. Si kwamba unafunga kwa vile huna kitu chakula, unabana matumizi. No. Unapaswa kufunga kwa sababu you have excess. Sasa imefika mahali unasema hata nifunge, hata nisifunge, chakula kipo. Bwana saidie sana. Watumishi wa Mungu, ni vitu lazima tulifundishe kanisani. Mungu wetu anasema ndiye anayemiliki mbingu na nchi. Anasema fedha na dhahabu ni mali yangu, sio mali ya shetani. Ni mali yangu. Anasema na watafuta wale wanipendao ili niwarithishe utajiri wangu. Sio utajiri si wa kiroho, ni utajiri wa kimwili kabisa. Na miongoni mwa kitu ambacho Yesu alikithiria ni sisi ili tuwe nini? Matajiri. Anasema hivi, nilikuwa maskini. Anasema alikuwa maskini ili sisi tuwe nini? Matajiri. He was poor. Yesu hakuwa tajiri. Yesu alikuwa maskini, watumishi wa Mungu. Lakini ule maskini wake ilikuwa ni kama nini? Replacement. Bwana sifiwe sana. Ilikuwa ndo kama kafara, ndo sadaka aliyoitoa. Amen. Unajua kwa nini? Kwa mfano wale wanaoenda kutoa kafara kule, wanatoa kafara, anasema hivi, anatoa kafara. Yaani mtu anakufa ili uchumi wake uwe hai. Ndio maana ya kafara. Kwamba kafara ni kwamba kitu kimoja kinakufa ili kitu kingine kifanyaje? Kiwe hai. Kitu kingine kikue. Ndio maana ya kafara. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alifikiria moja wapo ya nini? Ya uchumi, our economy. Kanisa haliwezi kuenda bila uchumi. Angalia kila kitu kilichoko hapa ni fedha. Angalia keyboard, angalia mixer, angalia hivi vitu vilivyokalia, vyote ni uchumi. Ukiwa unapiga mahesabu hapa kanisani tu, vitu vilivyoko hapa kanisani havina chini ya milioni 5 hapa kanisani. Ukarabati ulioufanya hapa nyumbani ni milioni 5 na kuendelea. Matumizi tulionayo, umeme tunaotumia hapa, betri tunazonunua, ni fedha tunazotumia. Ndio maana akasema hivi, fedha ni jawabu la mambo yote. Upasi kuchukulia poa masuala la nini? La uchumi. Utakuwa unamfahamu Mungu nusu kama haumjui Mungu anayekuweza kubariki kwenye nini? Kwenye uchumi. Utakuwa unamfahamu Mungu nusu. Bwana msaidie sana. Haleluya. Usikazalie utakatifu sana sini na nini halafu kasahau mambo ya uchumi. Itakuwa ni hatari, utakuwa unajihatarisha, kwa sababu kuna vitu ambavyo hautaviendesha kwa utakatifu. Kuna vitu havitajibu kwa utakatifu. Vitajibu kwa nini? Kwa uchumi ulionao. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
niwaombe tuwe na maono makubwa. Siku moja nikawa nimekaa chini nikawaza, nikasema inabidi tuanze kufundishana kufanya maandalizi. Unajua neno la Mungu linasema, Mungu siku zote ni Mungu wa maandalizi. Maandalizi ya wokovu Mungu aliyefanya miaka 2000 iliyopita kabla Yesu hajazaliwa. Sio 2000, 4000 iliyopita. Haleluya. Yaani mwanadamu wa kwanza tu alipofanyaje? Alipokosea. Okay, kabla hata mwanadamu hajaumbwa, Yesu alifanya maandalizi. Haleluya. Nakumbuka kuna andiko limesema hivi, ubarikiwa sijui uliyechinjwa kabla ya kuweka misingi ya dunia. Simulishawahi kuona hilo andiko. Lakini lipo kwamba Yesu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Kwamba Mungu aliona ya kwamba mwanadamu nitamuumba, nitamwekea akili ya kufahamu jema na baya, na huyo mwanadamu atakuja ndio atanikosea. Sasa nifanye nini? Nifanye maandalizi ya kumkomboa mapema. Akafanya maandalizi. Mwanadamu akamuumba, akamweka kwenye bustani ya Edeni, akampa masharti, akasema kaa hapa. Ila ukitaka kukaa hapa, tafadhali huu mti usile, usiguse matunda yake, maana siku utakokula utakufa. Huyo mwanadamu akataka, akadanganya, akakosea. Alipokosea, unajua kwa nini hakufa? Adamu alikosea mapema sana, lakini tunaona akiwa ameishi miaka 900 na hakufa muda ule ule. Ni nini kilitokea? Neno la Mungu linasema hivi, wale wanadamu wakajiona uchi. Walipojiona uchi, anasema hivi, Mungu akachinja mnyama, alafu akamvika mwanadamu, akachinja mnyama. Na ndo kuanzia hapo kafara za kutoa sadaka kama wanyama ndo zikaanzia hapo, mpaka Agano Jipya lilipotokea, ambapo Yesu ndo alitoa damu yake kama binadamu. Maana kama alikosea binadamu, alipaswa kutolewa nani? Binadamu. Hakupaswa tolewa mnyama. Yaani kesi ya nyani unampelekea nani? Mbuzi. Haleluya. Kabisa. Kwa hiyo kama alikosea mwanadamu, alipaswa tolewa nini? Atolewe mwanadamu. Ndio maana Yesu anaitwa Adamu wa pili. Haleluya. Adamu wa pili, maana yake alikuja kuondoa ile dhambi ya Adamu wa kwanza aliyoitenda. Alikuja kuikomboa ile dhambi ambayo Adamu wa kwanza alitenda. Sasa sisi kwenye Agano la Kale, ndio maana ile damu ya mnyama zamani iko hivi, ulikuwa ukitenda dhambi, hata ukimuua mtu, unaenda unachukua kondoo, unaenda kwa kuhani, unamwelezea kuhani, nimekosea, kwa hiyo nimekuja kutoa hii sadaka. Kama nini? Kama kufunika dhambi. Unajua walikuwa wanafanyana? Walikuwa kama umetenda dhambi, umeenda na ile sadaka ya kondoo. Tunasema ni sadaka yenye damu, sadaka yenye uhai. Wewe ndio ulipaswa kufa, sasa anakufa huyo mnyama. Walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanamchinja kwa staili, wanamweka yule kondoo kwenye madhabahu, halafu wanakwambia chukua mkono wako, unamweka kwenye yule kondoo. Halafu kuhani ndo anamkata, ile damu inatoka. Lakini unakuwa uko tayari connected. Yule mnyama ambaye amekufa, wewe ndio ulipaswa ufe, lakini sasa mnyama ndo amekufa badala yako. Lakini sasa ile dhambi ambayo ilikuwa inaondolewa kwa damu ya mnyama, ilikuwa inakaa mwaka mmoja tu. Yaani ule msamaha wa dhambi ulikuwa unakaa mwaka mmoja, una expire. Mwakani tena napaswa kutoa nini? Nani sadaka nyingine. Sasa Yesu akasema huu ni usumbufu. Kuna watu wengine ni maskini, hawezi hata kaafodi nini? Kondoo. Sasa tufanyaje? Tumtoe mwanae wa pekee. Ndio Yesu akaja kutoka mbinguni akiwa pure. Bwana sifiwe sana. Akazaliwa na mwili wake, akazaliwa na kila kitu chake. Mwanaume yeyote hakuhusika kumpata Yesu. Hakuhusika. Ndio akazaliwa pale. Alipozaliwa ndo akaja akaitoa damu yake. Ndio maana tunasema damu ya Yesu ndiyo takatifu, kwa sababu damu ya Yesu haijatokana na mwanadamu wa kawaida. Ingawa alivaa mwili akaonekana mwanadamu wa kawaida, lakini hakuwa mwanadamu wa kawaida. Kwa sababu ule mwili wa binadamu yeyote unatokana na mbegu na yai, mbegu ya baba na yai la mama, vinaungana na vinatengeneza kiumbe. Lakini Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Takatifu. Bwana saidie sana. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alifilia uchumi wetu, na sisi tunapaswa kuwa na uchumi. Wapendwa, mikono ina nini? Ina nguvu. Bwana saidie sana. Sasa nataka nikutajie mambo machache. Mikono ina kazi gani? Kwanza, mikono imebeba nguvu ya uzao. Production capacity.
imebeba nguvu ya uzao, na ndio maana akasema nitabariki kazi ya mikono yako. In short, andika Zaburi 1 sura mstari wa 3. Zaburi 1 mstari ule wa 3. Zaburi 1 mstari wa 3. Mikono kwamba mikono imebeba nguvu ya uzao. Kazi ni mlango wa baraka, ni mlango wa baraka za Mungu. Ndio maana akasema nitabarikia kazi ya mikono yako. Ni mlango wa baraka, mlango wa baraka. Lakini pia vice versa yake, mkono inaweza kawa mlango wa laana. Ukisikia mtu anakuambia mimi nina mikosi, akiwa analalamika hivyo utashangaa anakuambia hivi. Yaani kila ninachokifanya hakifanyaje? Anakifanya kwa kutumia nini? Mkono. Hakiendi mikosi. Mikono, my friend. Kwa hiyo ukifungwa mikono, umefungwa uchumi wako, zimefungwa baraka zako. Tukifungwa, Bwana saidie sana. Haleluya. Mikono ni mlango wa baraka, unapitisha baraka. Amen. Jambo lingine, mikono ni nini? Mikono ni kiti cha uchumi. Kiti cha uchumi. Manake uchumi wa mtu umeketi kwenye mikono yake. Utasikia yule kaka aisee ana mikono ya ufugaji, yana kifuga. Bwana sio sana. Lakini kuna mwingine akifuga tu hao nyama ataanza kufa. Yule kaka ana mikono ya nini? Kama nini? Ya kilimo, kwamba kilima tu, yani ya kilima, mashamba yake yanafanyaje? Yanastawi na anapata. Lakini mwenzako mikono yako ina nini? Haina. Kiti cha uchumi. Kwa ni kiti cha uchumi. Uchumi wako umeketi kwenye nini? Kwenye mikono yako. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Sasa adui akishambulia mikono yako, nakwambia hivi, ujue ni mashambulizi ya uchumi. Ukiona umeota ndoto, umekamatwa ni kama umefunga mkono, cha kwanza kilichoshambuliwa hapo ni nini? Ni uchumi wako. Ndio kitu kilichoshambuliwa. Yaani ukiona hiyo ndoto, ni kuanza kuisambaratisha, ni kuanza pigana nayo, iharibu kabisa. Nasema nafungua mikono yangu katika jina la Yesu. Najiweka huru katika jina la Yesu. Bwana sifiwe sana. Kwa ni kiti cha uchumi wako. Uchumi wako umekaa kwenye mikono yako. Duka lako limekaa kwenye mikono. Kilimo chako kimekaa kwenye mikono yako. Ufugaji wako umekaa kwenye mikono yako. Mikono yako ina nguvu. Ina nguvu. Kwa hiyo tumesema mikono inabeba nguvu ya uzao. Mikono ni mlango wa baraka. Alafu mikono tumesema ni kiti chako cha uchumi. Nataka tuangalie mambo mengine sasa, mambo mengine yanayohusiana na mikono. Mikono inaachilia hekima. Hekima na heshima ya mtu. Hesabu 27. Tutasoma mstari wa 18 na mstari ule wa 20. Kitabu kile cha Hesabu 27, alafu tutasoma mstari ule wa 18 na mstari ule wa 20. Tuangalie. Anasema Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono. Anasema kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Mstari wa 20 anasema hivi, nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. Heshima. Haleluya. Hebu andika hii point, andika mikono inatumika kupandikiza roho. Kupandikiza roho. Kuna roho zinapandikizwa na mikono. Haleluya. Mikono inatumika kupandikiza roho. Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza mpaka ule wa 6 hatutasoma. Lakini pia mikono inaachilia vipawa na karama kwa mtu.
Kama kuna kipawa na karama kwa mtu, unaweza ukakipata kutoka kwake kama akikuwekea mikono. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari ule wa 6. Paulo akamwambia Timotheo, asema usiache kuichochea ile kalama iliyo juu yako ambayo uliipata kwa kuwekewa mikono na wazee. Mikono, karama na vipaji. Kuna karama alikuwa nayo Timotheo, lakini aliipata kwa kuwekewa mikono na Paulo pamoja na wazee. Kwa mikono inatumika kupandikiza spirits na vipawa na karama. Haleluya, haleluya. Lakini pia naomba nimalizie na hii point ya kwamba mikono inaweza kuunganisha na mbingu katika maombi. Mikono inakuunganisha na mbingu katika maombi yako. Bwana asifiwe sana. Katika maombi yako kinyosha mikono ukasema, Baba, naleta biashara yangu kwako. Kumbuka kutambua ya kwamba mikono yako ni kiti cha uchungu wako. Bwana asifiwe. Kwa unaposimama mbele za Mungu kwenye madhabahu, ukiwa unaombea biashara yako, nyosha mikono yako juu. Unasema, Baba, naweka mikono yangu, naweka biashara yangu kwako. Kumbuka ile ni kazi ya mikono yako. Na Mungu anasema hivi, nitabariki kazi ya mikono yako. Mikono, it has a very great power katika connection na kuunganisha na nini? Na mbingu. Mikono. Kwa unaponyosha mikono, my friend, unajiconnect na mbingu. Na mbingu zitajibu. Haleluya. Haleluya. Wangapi mmefahamu nguvu ya mikono? Haleluya. Sasa usianze kuomba mikono. Na nimekupa hilo zoezi. Mwambie Roho Mtakatifu, naomba idea. Naomba ulizingatie. Hilo ndo andiko la kuzingatia. Naomba idea, naomba wazo ambalo nitafanyia kazi. Nitafanyia kazi. Ni kweli tutakutamkia baraka, lakini baraka hazitakuja bila kuwa na kazi ya nini? Ya mikono. Nothing will come. Nothing. Ni kweli tunaweza kusema ni mwezi wetu wa maongezeko ya kiuchumi, lakini hakuna kitakachoongezeka kwako kama hakuna kitu cha kufanya. Hakuna. Jamani, tusidanganyane hapa. Na mbingu ni mbingu zina kanuni zake. Haufanyi chochote, hauruhusi kupata chochote. Neno la Mungu limesema hivi, asiyefanya kazi nafanyeje? Na asile. Kama unataka kula, kama unataka kupata hela ya kula, kama unataka kupata baraka, tumbo lipate kitu, tafuta kitu cha kufanya. Mungu anabariki, na Mungu wala sio mchoyo, lakini atakubariki endapo utakuwa na kitu cha kufanya. Na itakuwa beta zaidi kama utakuwa na kitu chako kabisa cha kufanya, kazi ya mikono. Kwa hiyo ni swala la kukaa chini, Mungu, mwambie Mungu, naweza nikafanya nini? Naweza nikatenda nini?